Ikipita sketi yuko nayo, likipita dela yuko nalo, ikipita kitenge hakosi. Upo? Sikushauri ndugu yangu. Sasa utaingia kwenye mtumbu tu wa vibwengo. Bwana, sio kweli. Kidawa. Mimi sikulazimishi. Lakini sasa mbona mimi ningejua? Ningejua shoga yangu. Mimi nimekuja hapa unipe tu ushauri, shoga yangu uridhie. Mkubalie uwe naye. Lakini nakuja hapa tena unaweka kipingamizi. Kama unamhitaji shoga yangu bora uniambie. Sikulazimishi. Fanya kile kitu ambacho kwako unaona sawa. Ushauri kwangu mimi shoga yangu ndio huo. Ukiukataa basi. Basi sawa, uenda amebadilika shoga yangu. Acha tu mimi nimkubalie afu nione mwisho wake itatokea nini, sawa? Ngoja nikuache nipe hilo moja. Na uende ukafanya usafi nyumbani. Uende ukaoshe vyombo. Mwanamke mzima mchafu. Sio ukoje huyu? Kwanza wanaume tu, mambo mengine Gambo. Vipi? Poa, kwema. Kwema, shwari. Shwari. Vipi, kuna tatizo? Hamna, kuna jambo. Sofia, sio kuoa tu. Kama unakumbuka pia nilikwambia bado nipo kwanza, lakini kuna sababu za msingi ambazo zimenifanya niwe bado sijaoa, na hizo sababu ndo zimenileta hapa kijijini. Sasa basi sio kitu kingine bali ni Sofia. Sofia, ukweli ni kwamba nakupenda sana. Nahitaji kuwa na wewe. Nilitamani nikwambie ile siku niliyotoka mjini, lakini nilikuwa nipo na haraka sana kuwahi nyumbani kutokana na hali ya mjomba. Pia vile vile nilikuwa natamani kipindi unakuja pale nyumbani nikwambie, lakini nilikuwa nashindwa kutokana na dada. Namuhofia sana dada yangu kwa sababu hajanizoea tabia chafu. Lakini kwa nafasi niliyoipata leo, ukweli ndio nikwambie. Nakupenda sana Sofia. Tena sana, yani sana Sofia. Mayele, sawa nimekuelewa. Ila naomba nipe muda kwanza kidogo. Alafu naomba niende, maana sikujua nimeacha kule kazi. Alafu kuna mambo vichafu nini. Kaka kirudi itakuwa hatari. Sawa, mimi nitakuruhusu uende. Na swala la muda hilo halina shida. Nitakupa huo muda unaotaka. Lakini kipindi nakupa muda kuna mambo haya matatu. Jambo la kwanza, tambua Mayele anakupenda. Jambo la pili, anahitaji kuwa na wewe. Jambo la tatu, sio kuwa na wewe tu. Kama itawezekana, anahitaji kuwa na ndoa na wewe. Kwa hiyo jinsi unavyotafakari, unavyowaza, hayo mambo matatu naomba uyachanganue kwa umakini. Utakapokuja kunipa jibu, nipe jibu la uhakika. Na nikuahidi tu kitu kimoja Sofia. Kama utakuwa na mimi, cha kwanza nakuahidi, sitaruhusu mboni zako zitoe machozi. Cha pili, sitaruhusu tabasamu lako lililojaa katika sura yako nzuri iliyojaa nuru lipotee. Yaani nitahakikisha kwa kila siku tabasamu lako linazidi na linaendelea kuwepo. Na mboni zako zinazidi kung'aa na wala sio kuteketea kwa kutoa machozi. Na pia vile vile kama ulishawahi kuumizwa kuhusu mapenzi, sitaruhusu kuja kutonesha kidonda chako. Yaani na kuahidi kukuponesha. Nitakuwa daktari wako mkubwa sana. Mayele, au shui ngonjera. Bwana, acha mimi niende.
Maana sonyewe mida kaka kurudi itakuwa noma. Sawa kama unaenda. Hilo halina shida. Karibuni. Karibuni sana. Asante mganga. Mganga, sisi tumekuja hapa, tuna shida, tunaomba utusaidie. Shida gani? Shida hilo tuleta hapa ni matatizo ya kifamilia. Sisi pale nyumbani tunaishi na mama na baba, lakini baba tunaishi naye pale ni baba yetu wa kambo, na baba yetu kabla hajafariki alituachia shamba la urithi ambao na mimi na ndugu yangu kwa ajili ya kulilima. Lakini na kabla baba hajafariki pale nyumbani tulikuwa tunaishi vizuri na mama. Mama yetu alikuwa anatupenda, kila tutachomwambia anatusikiliza. Lakini baada ya baba kufariki, baba yetu wa kambo alipokuja, mama yetu amebadilika sana. Kila jambo atalosema baba wa kambo, mama ana support, hata liwe zuri au baya. Na isitoshe mama tukimwambia anakuwa mkali kwetu, anatufokea na kututukana. Na kuna mpango wa shamba lile alilotuachia baba yetu mzazi, baba wa kambo ataka kuliuza. Na mama hasemi chochote, mama yetu amekubali. Kwa mimi na ndugu yangu tumekuja kwako, tunaomba tusaidie ile shamba lisiuzwe. Sawa. Shika usiogope. Nimeona kuna uchawi mkubwa sana ndani ya familia yenu. Kuna uchawi mzito mno. Lakini kwa kuwa mmefika kwa mganga Kikome, kila kitu kitakuwa sawa. Na waahidi mambo yote yatakuwa sawa. Tunashukuru mganga. Nimeona kuna nguvu za kichawi, nguvu za kishirikina, nguvu za giza ambazo zinaendesha familia yenu. Hata mama yenu si akili yake ile haiko sawa, kwa sababu nguvu ya kichawi ambayo inaendeshwa nao kutoka kwa baba yenu. Baba yenu wa kambo ni mchawi. Na ndio maana mama amekuwa kama bendera, anafuata upepo unapotokea. Kenda hivi anaenda hivi, kenda huku anaenda hivi, kwa kuwa ni uchawi ambao unafanya kazi. Kwa hiyo mimi nitawasaidia na nitahakikisha nakomesha kabisa uchawi. Nipo kwa ajili yenu. Umenielewa? Sawa mganga, naomba utusaidie. Mteule, nimesemaje hapo? Utawasaidia. Nimesemaje? Utawasaidia. Nitawasaidia. Tutashukuru sana mganga. Bila vizuri hapo. Tutashukuru mganga, tusaidie. Shika hii. Shika usiogope. Hiyo dawa ni miti 17 ambayo imechanganywa. Kuna miti mingine naota kwenye bahari, chini ya bahari kabisa, imechanganywa humo. Hiyo dawa haina masiala. Utapokosea wewe mwenyewe utakwenda, maana yake utakufa. Kwa hiyo fuata masharti ambayo sisi tunakwambia. Sawa mganga. Hiyo dawa kachanganye na maji ya uvuguvugu. Hayo maji hakikisheni kabisa mama yenu anayaoga. Mambo mengine nitafanya mwenyewe. Nafikiri mmenielewa vizuri. Kwa hiyo nyinyi ndeni, fanikisheni hayo niliyokuambia. Mambo yote yatakuwa sawa. Mmenielewa? Sawa mganga. Ndeza mkaenda. Nene ndeni.
Yakanyage. 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 Vijana wangu, leo nimekuja na jambo jipya. Leo nimekuja kuleta taarifa ya mimi kupumzika. Maana nimetumikia hiki kiti kwa muda mrefu. Yapasa sasa nipumzike na nipate mrithi wa kiti hichi. Lakini mizimu imeisha pitisha tayari. Mrithi wa kuja kuchukua nafasi yangu hii atakuwa ni binti yangu mkubwa. Ndio atakayerithi kiti changu. Sijui naeleweka? Ndio mkuu. Safi kabisa. Sasa basi, pamoja na binti yangu kuchukua kiti cha umalikia, anahitaji apate usaidizi kutoka kwenu. Lakini Mboki utasimama msaidizi wa malikia mpya. Sijui nimeeleweka? Ndio mkuu. Bwana Makavu pia atakuwa msaidizi wa mtawala mpya. Nimeeleweka? Ndio mkuu. Sasa basi, ninaomba kitu kimoja. Nyie sote mpate kushirikiana na huyo mtawala mpya atakayekalia kiti hicho. Msimwache. Inapaswa muwe naye bega kwa bega. Sijui mnanipata? Ndio mkuu. Na nitafanya sherehe kidogo siku mambo yakikamilika. Sijui mnanielewa hapo? Ndio mkuu. Kalunde huyo. Asubuhi. Salama tu. Leo ni siku nzuri sana kwako. Tabasamu lako na uzuri ulionao hakika kabisa nastahili kuitwa Malkia. Malkia? Ndio. Unanitia mkosi asubuhi. Haya, niambie. Kwa sifa gani nilokuwa nayo? Hivi hapa kijijini kwetu hapa wakisema wapite wasichana warembo wote wapite mbele. Hivi na mimi nipo kweli? We, tena usiseme hivyo. Yaani hapa kijijini kwetu kote wewe ndo namba 1. Yaani hakuna binti anayekufikia kwa uzuri. Hakika unastahili kuitwa Malkia. Wewe ni Malkia. Kalunde, nishakuzoea maneno yako. Kila siku ndio hivyo hivyo. Wewe jaza maji yako na mimi niteke maji yangu niondoke. Usijali nitakuchotea Malkia. Kalunde, sitaki unite Malkia. Kwani wewe vipi? Sawa. Vipi lakini? Nyumbani wazima? Sasa ndo maneno. Nyumbani wazima. Mama naye. Mama naye ajambo. Sawa Malkia. Usinune basi. Wewe nawe. Malkia. Asante. Ngoja msaidie. Ni wewe leo na nini? Hamna usijali.